Huyu msichana anaitwa Heli na huyu anaitwa Pearl. Hawa ni mabesti friend kinoma, na hapa Heli yupo kwa kina Pearl, wanasaidiana kusolve math na nini, wakiwa bado wapo busy kutafuta thamani ya X. Wakaja hawa ndugu zake na Pearl, mmoja anaitwa Jesse na wa pili anaitwa Anita. Heli akawasalimia pale, ila aliyeitikia salamu ni Anita peke yake. Jesse alikaa kimya. We Jesse, Heli kakusalimia au hujamsikia? Ila Heli mwenyewe ndo kwanza akazipanda ngazi. Pearl akasema ngoja nimfuate, mama alishamuonya kuhusu hili. Heli alimzuia, ila Pearl akasema huyu atazoea, lazima amfuate. Akamfuata Heli naye akaja nyuma, huku Pearl anamwambia ndugu yake aache hiyo tabia, sio nzuri hata kidogo. Ila Jesse mwenyewe ndo kwanza anamchana makavu kuwa hampendi wala hataki kabisa kumuona huyo Heli. Jesse, unatakiwa nisikilize nachosema. Jesse akamuuliza kwani nini utafanya na unataka kufanya nini kisa huyo mjinga mmoja? Pearl akataka kumtundika bao pale, ila Heli akamzuia akimwambia asifanye hivyo. Una bahati sana wewe. Na wewe nani kakupa ruhusa ya kuzunguka nyumba yetu? Unakuja mpaka huku tulipo. Nisikilize, wewe si chochote humu ndani, bali mgeni tu, na wageni siku zote uwaga wanaishia sitting room kule. Walipoona maneno yamezidi, wakaamua tu kumpisha ndugu Jesse. Muda si muda wazazi nao wakawa wamefika pale. Heli naye ndo alikuwa anatoka kwenda zake kwao. Salamu zikatembea pale. Pele akasema anampa Heli company kidogo, anamtoa nje ya geti yani. Walipofika huko nje, kitu ambacho Pele huwaga anataka, anatamanigi siku moja aende kwa kina Heli. Ila Heli mwenyewe alionekana kulikwepa sana hilo jambo. Hakutaka kabisa kutembelewa nyumbani kwao. Leo familia imekaa kwa pamoja na walikuwa wanajaribu kumuonya Jesse aache hiyo tabia yake ya kuchukia watu. Mama akamuuliza kwa nini anamchukia Heli, na yeye ni mdogo sana kuanza kuchukia watu. Jesse akasema ni kwamba tu hampendi, hajisikii vizuri kabisa akimwona Heli. Mzee naye akaingilia pale. Jesse, naomba nikuulize, vipi kama rafiki yako kipenzi akifanyiwa hivi unavyomfanyia rafiki yake na Pearl, ungependa eti? Lakini baba, mimi sina rafiki wa kunifuata nyumbani. Hilo si swali langu Jesse. Jibu swali. Jesse akasema ni kwamba tu hampendi Heli na anahisi kuna kitu kibaya juu yake. Na ni kitu gani kibaya kwake? Siongei na wewe, naongea na mzee. Pele akamwambia nimeshajua kwa nini unaumia, ni kwa sababu una wivu kuniona mimi nina rafiki ikiwa wewe huna. Wazazi walipoona maneno yamekuwa mengi, wakawatimua kila mmoja aende chumbani kwake, na hawataki usumbufu. Haya bana, leo ni siku nyingine tena. Kama kawaida Heli kaja kumtembelea Pearl, wanasoma somo kwa pamoja pale, lakini bado Pearl akawa anamfosi sana Heli ampeleke anapoishi na yeye akapajue kama yeye alivyopajua nyumbani kwao. Ila Heli akawa anatumia kila njia kumzuia Pearl kuhusu hilo la kuja kumtembelea nyumbani kwao. Akamwambia mama yake kasafiri, ila akirudi wataenda amuonyeshe anapoishi, na akamwambia mama yake atarudi wiki ijayo, hivyo kuanzia wiki ijayo ataenda kutembelea nyumbani kwao. Basi hapo Pearl akawa na amani, kashaambiwa wiki ijayo atakwenda kupajua kwa kina Heli. Mida ya usiku mwingi tunamwona Heli akiwa kalala pembezoni mwa barabara. Kumbe huwa analala huku, ndio maana huwaga anamkwepa sana Pearl kuhusu kuja nyumbani kwao, na kumbe huwa analala mtaani akiwa bado anatafuta usingizi wa mang'amng'am. Mama yake na Pearl alikuwa anakatiza njia ile ile usiku ule. Alipomwona Heli akasimamisha gari, akashuka upesi kumuwahi, kisha akamwamsha na kumuuliza unafanya nini hapa kwa usiku kama huu? Kwa nini unalala mtaani? Heli akaanza kujibu huku machozi yanamtoka. Anasema hana sehemu ya kulala. Mwanzo alikuwa analala kwenye jengo moja bovu hapo jirani, ila leo amesikia kuwa mwenye nyumba yupo, ndio maana akaja kujilaza upande mwingine. Mama kusikia hivyo hakutaka hata kusikia zaidi. Anajua huyu ni rafiki wa binti yake. Akampandisha kwenye gari, safari ianze kuelekea nyumbani. Wakafika mpaka nyumbani. Pele akampokea mama yake pale, lakini akashangaa kumuona Pearl tena kwa muda mbaya hivi wa usiku. Akamuuliza nini kimemleta nyumbani saa hizi. Mama akamwambia mpeleke chumbani kwako, mpe maji ya kuoga na uhakikishe amekula. Bado sijaelewa mama, fanya kama nilivyoagiza na sitaki swali la ziada. Mama akajichenga bwana, na mama ni twiga kinoma, akaenda hewani so poa. Pearl naye akaamua kufanya kama mama yake alivyoagiza, akampeleka Heli chumbani. Huko chumbani mzee alikuwa anamuuliza mkewe kamkuta wapi huyo binti na kwenye mazingira gani. Mama akaanza kumjibu pale, kamkuta amelala pembezoni mwa barabara. Yani kwa kifupi huwaga analala mtaani kwenye majengo mabovu. Mzee akashangaa sana, isee, atakuwa ameteseka kwa muda mrefu sana huko mtaani, na hujamuuliza ni kwa kipindi gani ameanza kulala mtaani. Mama akasema ni mwaka jana ambapo mama yake alifariki, ndipo hapo alianza kuishi mtaani, na watu wanaohusika na ardhi walitaifisha nyumba yao. Wazee walikuwa wanamsikitikia Heli kinoma kwa kuteseka kwa kipindi kirefu mtaani, na wamekubaliana kwa pamoja wapo tayari kumsaidia. Huko chumbani Pearl naye ikawa mkali, kwa nini Heli hakumwambia hayo na kwa nini hakumwambia anaishi mtaani? Heli naye anajibu hakujua anaanzaje kumwambia. Ungefungua mdomo wako na kuniambia, ilikuwa ni rahisi kama hivyo.
Siku zote hizo unalala mtaani kwenye majumba mabovu na ukashindwa kunambia nini maana ya urafiki wetu sasa, kama hatuambizani siri zetu wala hatuambizani shida zetu. Heli akaomba sana amsamehe pale, na pia akasema hatomficha kwa lolote lile. Basi Peli naye akasimama pale akamkumbatia, ndo kashamsamehe yani. Pia akampa pole kwa aliyokuwa anayepitia. Kuishi mtaani sio mchezo mwanangu. Asubuhi sasa kumekucha, wameamka huko Jesse na Anita, na ukumbuke Jesse huwaga ampendi Heli hata kidogo. Wakashangaa kumuona Heli kajiachia kwenye kochi. Mzee akawaambia, najua mtakuwa mnastaajabu sana kumuona Heli hapa nyumbani. Kuna mambo nyuma ya pazia kuhusu yeye ambayo ametufanya mimi na mama yenu tumeamua Heli atakuwa anaishi pamoja na sisi hapa nyumbani. Kwa Peli ni kicheko, ila kwa Jesse kwanza bado hajaamini, anaona kama ni utani vile. Akamuita mama yake. Mama akafika kumsikiliza. Eti mama, baba kasema Heli ataishi pamoja na sisi hapa. Ni ya kweli hayo au ni utani? Mama akamjibu hakuna utani hapo. Yeye na mume wake wameamua hivyo, na Heli kuanzia leo ni kama mtoto wao. Mama, huyu msichana hawezi kuishi hapa. Na wewe ni nani kutupangia humu ndani? Kakaondoka kamejaa hasira kinoma, ila hakuna anayemjali. Huko chumbani Heli akawa anamshukuru sana Peli, maana bila ya yeye labda asingekuwa hapa siku ya leo. Urafiki wao ndo umesaidia yeye kudhaminiwa kuishi hapa. Haya bana, siku nyingine familia imekaa, kicheko, stori nyingi, amani tu ndo imetawala muda huo. Wazee wanasimulia kipindi wanatongozana, mama anadai mzee ndo wa kwanza kumpenda. Mzee naye anasema alivutiwa na kichuguu na nini, maneno mengi ili mradi kudumisha amani tu pale. Hebu iangalie hii familia ilivyo na furaha. Unajua mpaka inavutia wakati mwingine, ani tu pale. Hebu iangalie hii familia ilivyo na furaha. Unajua mpaka inavutia wakati mwingine. Mida hivi anataka kuingia chumbani akapishana na Jesse. Heli akataka kumpa hai kama kawaida. Jesse akamwambia sio kwa wakati huu. Wewe lazima tu kuna kitu kibaya umepanga humu ndani. Macho yangu yapo juu yako. Huyu naye kwani kapanga nini jamani? Peli naye akatoka akamuuliza kwani vipi? Au bado Jesse anakusumbua nikamripoti kwa mama? Heli akampotezea pale, wakaingia chumbani. Sasa ili sionekane yupo kizembe tu hapo, akawa anasaidia vikazi vidogo vidogo vya hapo nyumbani na nini. Kama ikifika ni muda wa usiku, anahakikisha kaosha vyombo, kasafisha jiko. Mama naye akamkuta pale na tayari kashamaliza kazi zote. Kwanza mama akashangaa kumuona anafanya hizo kazi, na pia akamwambia huu ni muda wa kulala, akalale, vilivyobaki atamsaidia. Kumekucha asubuhi na mapema, kashaanza usafi mdogo mdogo wa hapo sitting room. Mama akamzuia akimwambia huu ni muda ilitakiwa bado awe amepumzika, haikutakiwa awe ameamka. Ila Heli akasema yeye alishazoea kuamka asubuhi na mapema na kupiga kazi ndogo ndogo wala imsumbui. Lakini pia akamwomba sana mama asimzuie kufanya hivi, kwani kufanya hivi inamfanya ajihisi amani na kujihisi mmoja wa familia. Mama akamwambia wala asijali kabisa. Ikifika ni muda wa kuandaa breakfast, wanaandaa pamoja na mama, na hii ikawa inamfanya mama mpende sana Heli. Unajua wenzako sasa hivi bado wamelala wamekumbatia mashuka yani. Usingizi ni mzuri kwa kila mtu mama, waache walale. Ndio usingizi ni mzuri, ulipaswa pia kulala. Mama bwana, tumeumbwa tofauti, mimi nishazoea hivi. Mama yako lazima alifanya kazi kubwa sana kukulea binti yangu. Leo Anita akamwomba Jesse amsaidie, kuna maswali yanamchanganya. Jesse akamwambia sasa hivi upo busy, nitakusaidia baadaye. Kinyonge Anita akamuitikia pale. Heli naye akaja akamwambia yeye atamsaidia kumwelekeza. Na wewe, nani kakualika kwenye huu mjadala? Haya njoo nikuelekeze hapa. Anita naye akamsusia bwana, atasaidiwa na Heli. Yeye aendelee kuwa busy na movie za Mswahili huko TikTok. Muda si mrefu mama naye akaingia pale. Heli akawahi kumpokea mizigo. Jesse naye akampiga jicho baya, anamuona kama chawa fulani hivi. Basi mama naye akawa humwambii kitu juu ya Heli. Kakapenda sana kakatoto kwa muda mchache sana. Leo huku chumbani kwa wazee akaingia Jesse, kaleta malalamiko. Kwa nini Heli afue nguo na hiyo uwaga ni kazi yake? Mama mwenyewe kwanza akamshangaa. Wewe si ndo kila siku uwaga unasema upendi hiyo kazi na atafutwe mtu mwingine wa kuifanya? Jesse anasema hiyo ni kazi yake. Na muhimu ni kwa nini afue kwa mikono wakati kuna mashine? Na ile sio kazi yake, mbona anajifanya mwema sana? Kama kaamua kufua mwenyewe mwache afue. Wewe kinakuwasha nini kumuona anafua? Hata hivyo subiri. Kakatoka kana hasira kinoma. Jesse usije kusababisha matatizo huko, tutakosana. Hazijapita hata dakika 2 kilio kikasikika huko nje. Nilijua tu huyu mtoto lazima asababishe tatizo. Kufika wanakuta Heli kaloa maji mwili mzima, nguo nazo zipo kichwani bado. Kila mtu akamvaa Jesse. Kwa nini amfanyie mwenzake kama hivyo? Ila mwenyewe anadai hajafanya chochote, eti hivyo kajimwagia maji peke yake. Mama akamwambia mwache ujinga Jesse. Heli naye akawa anamuuliza nimekukosea nini mimi? Mbona unanifanyia hivi? Mama najua inavyoonekana lakini sijafanya hivyo mimi, na kuahidi mama. Mama akaondoka pale kwa hasira. Mzee naye vile vile akampa lawama mtoto wake. Anakwenda kuwa binti wa aina gani? Akabaki na huyo ndugu yake. Anita, wewe pia huniamini? Anita akamuuliza unawezaje kumfanyia hivyo? Hapa kachukua nguo za wote mpaka nguo zako, lakini bado wewe Jesse akamwambia yule msichana ni kichaa, kajitundika maji peke yake. Hata Anita hakumwamini Jesse.
naye akaondoka. Sasa nani mkweli, Jesse au Hailey? Hii ni recap ya Beneath the Surface. Ukitaka kuitizama full, link nimekuwekea chini kwenye description hapo. Hii ni Mswahili TV na mimi ni Clay Mswahili. Hailey alienda jifungia chumbani, anaona kabisa hapa anaonewa. Wakambembeleza sana, mama akasema atahakikisha Jesse anamuomba msamaha na pia atahakikisha analipa kwa aliyoyafanya. Haya bana, mama akamrudia Jesse na akampigisha adhabu. Zile nguo ambazo alikuwa zifue Hailey, sasa ikawa inatakiwa azifue yeye, tena sio kwa mashine, azifue kwa mikono. Baadaye kidogo mama akawa anawapiga chabo pembeni ili kujua nani mbaya kati yao. Jibu swali. Jesse akasema ni kwamba tu hampendi Hailey na anahisi kuna kitu kibaya juu yake. Na ni kitu gani kibaya kwake? Siongei na wewe, naongea na mzee. Pele akamwambia nimeshajua kwa nini unaumia, ni kwa sababu una wivu kuniona mimi nina rafiki ikiwa wewe huna. Wazazi walipoona maneno yamekuwa mengi, wakawatimua kila mmoja aende chumbani kwake na hawataki usumbufu. Haya bana, leo ni siku nyingine tena. Kama kawaida, Hailey kaja kumtembelea Pele, wanasoma somo kwa pamoja pale, lakini bado Pele akawa anamfosi sana Hailey ampeleke anapoishi na yeye akapajue kama yeye alivyopajua nyumbani kwao, ila Hailey akawa anatumia kila njia kumzuia Pele kuhusu hilo la kuja kumtembelea nyumbani kwao. Akamwambia mama yake kasafiri, ila akirudi wataenda amuonyeshe anapoishi, na akamwambia mama yake atarudi wiki ijayo, hivyo kuanzia wiki ijayo ataenda kutembelea nyumbani kwao. Basi hapo Pele akawa na amani, kashaambiwa wiki ijayo atakwenda kupajua kwa kina Hailey. Mida ya usiku mwingi tunamwona Hailey akiwa kalala pembezoni mwa barabara. Kumbe huwa analala huku, ndio maana huwaga anamkwepa sana Pele kuhusu kuja nyumbani kwao, na kumbe huwa analala mtaani akiwa bado anatafuta usingizi wa mang'amng'am. Mama yake na Pele alikuwa anakatiza njia ile ile usiku ule. Alipomwona Hailey akasimamisha gari, akashuka upesi kumwahi, kisha akamwamsha na kumuuliza unafanya nini hapa kwa usiku kama huu? Kwa nini unalala mtaani? Hailey akaanza kujibu huku machozi yanamtoka. Anasema hana sehemu ya kulala. Mwanzo alikuwa analala kwenye jengo moja bovu hapo jirani, ila leo amesikia kuwa mwenye nyumba yupo, ndio maana akaja kujilaza upande mwingine. Mama kusikia hivyo hakutaka hata kusikia zaidi. Anajua huyu ni rafiki wa binti yake. Akampandisha kwenye gari, safari ianze kuelekea nyumbani. Wakafika mpaka nyumbani. Pele akampokea mama yake pale, lakini akashangaa kumuona Pele tena kwa muda mbaya hivi wa usiku. Akamuuliza nini kimemleta nyumbani saa hizi. Mama akamwambia mpeleke chumbani kwako, mpe maji ya kuoga na uhakikishe amekula. Bado sijaelewa mama, fanya kama nilivyoagiza na sitaki swali la ziada. Mama akajichenga bwana, na mama ni twiga kinoma, akaenda hewani so poa. Pele naye akaamua kufanya kama mama yake alivyoagiza, akampeleka Hailey chumbani. Huko chumbani mzee alikuwa anamuuliza mkewe kamkuta wapi huyo binti na kwenye mazingira gani. Mama akaanza kumjibu pale, kamkuta amelala pembezoni mwa barabara. Yani kwa kifupi huwaga analala mtaani kwenye majengo mabovu. Mzee akashangaa sana, isee, atakuwa ameteseka kwa muda mrefu sana huko mtaani. Na hujamuuliza ni kwa kipindi gani ameanza kulala mtaani? Mama akasema ni mwaka jana ambapo mama yake alifariki, ndipo hapo alianza kuishi mtaani, na watu wanaohusika na ardhi walitaifisha nyumba yao. Wazee walikuwa wanamsikitikia Hailey kinoma kwa kuteseka kwa kipindi kirefu mtaani, na wamekubaliana kwa pamoja wapo tayari kumsaidia. Huko chumbani Pele naye kawa mkali, kwa nini Hailey hakumwambia hayo na kwa nini hakumwambia anaishi mtaani? Hailey naye anajibu hakujua anaanzaje kumwambia. Ungefungua mdomo wako na kuniambia, ilikuwa ni rahisi kama hivyo. Siku zote hizo unalala mtaani kwenye majumba mabovu na ukashindwa kuniambia. Nini maana ya urafiki wetu sasa kama hatuambizani siri zetu wala hatuambizani shida zetu? Hailey akaomba sana amsamehe pale, na pia akasema hatomficha kwa lolote lile. Basi Pele naye akasimama pale akamkumbatia, ndo kashamsamehe yani. Pia akampa pole kwa aliyokuwa anayepitia. Kuishi mtaani sio mchezo mwanangu. Asubuhi sasa kumekucha, wameamka huko Jesse na Anita, na ukumbuke Jesse huwaga ampendi Hailey hata kidogo. Wakashangaa kumuona Hailey kajiachia kwenye kochi. Mzee akawaambia najua mtakuwa mnastaajabu sana kumuona Hailey hapa nyumbani. Kuna mambo nyuma ya pazia kuhusu yeye ambayo ametufanya mimi na mama yenu tumeamua Hailey atakuwa anaishi pamoja na sisi hapa nyumbani. Kwa Pele ni kicheko, ila kwa Jesse kwanza bado hajaamini, anaona kama ni utani vile. Akamuita mama yake. Mama akafika kumsikiliza. Eti mama, baba kasema Hailey ataishi pamoja na sisi hapa, ni ya kweli hayo au ni utani? Mama akamjibu hakuna utani hapo, yeye na mume wake wameamua hivyo, na Hailey kuanzia leo ni kama mtoto wao. Mama, huyu msichana hawezi kuishi hapa, na wewe ni nani kutupangia humu ndani? Kakaondoka kamejaa hasira kinoma, ila hakuna anayemjali. Huko chumbani Hailey akawa anamshukuru sana Pele, maana bila ya yeye labda asingekuwa hapa siku ya leo. Urafiki wao ndo umesaidia yeye kudhaminiwa kuishi hapa. Haya bana, siku nyingine familia imekaa, kicheko, stori nyingi, amani tu ndo imetawala muda huo. Wazee wanasimulia kipindi wanatongozana, mama anadai mzee ndo wa kwanza kumpenda. Mzee naye anasema alivutiwa na kichuguu na nini, maneno mengi ili mradi kudumisha amani tu pale. Hebu iangalie hii familia ilivyo na furaha. Unajua mpaka inavutia wakati mwingine. Zima tu mama atakuja kumuuliza Pele za kwake ziko wapi.
Kweli bana. Baadaye mama na mwana wamekaa wanapiga soga, lakini mama akamuuliza vipi kuhusu testi ya leo, hajaona kabisa matokeo yake. Mama bwana, walimu bado hawajaturejeshia mitihani yetu. Na kwa nini? Sijajua kwa nini, ila madarasa mengine tayari walipewa, labda tusubiri kesho. Hivi uliniambia upo darasa moja na Heli? Ndiyo mama, tupo darasa moja. Na imekuwaje yeye apewe wewe ukose? Pele akauliza, Heli huyu kakuonyesha matokeo yake? Mama akasema ndiyo. Na tangu lini umeanza kuficha mitihani yako Pel? Aibu ikamjaa Pel pale. Mama akajua tu lazima huyu huko kayavuruga, sio bure. Akamfuata Heli huko chumbani, akawa anamlaumu kwa nini kamwonyesha mama testi, na walikubaliana hatomwonyesha. Akaanza kusema mara ilianguka kwa bahati mbaya, mama akaiona akashindwa kumzuia pale. Uongo mtupu, alimwonyesha mama kwa kusudi kabisa, ila akamwomba amsamehe sana, haikuwa makosa yake. Basi bana, Pele akamsamehe, wakawa wamesameheana pale. Leo wakawa wametoka kidogo nje ya nyumba, wakakutana na huyu dogo anaitwa Timothy. Heli anasema huyo ni rafiki yake na walikuwa wanasaidiana kipindi anaishi mtaani, na pia akasema kuna kitabu chake kasahau shuleni, amsubiri hapo atarudi. Akamwacha akiwa na huyo kijana ambaye alijitambulisha kama Timothy. Pele akawa anamwangalia huyo Timothy, sijui ni kama anamuogopa vile. Mama naye alikuwa anakatiza kwa gari eneo hili, akashangaa kumuona huyu tangulini kaanza kutoka na vijana. Akamuita akamuuliza, akaanza kujitetea pale anamsubiri Heli karudie kitabu chake shuleni. Mama akamwambia ingie ndani ya gari, Heli akija akimkosa hapo atajua lazima kaenda nyumbani. Ajabu, wanafika nyumbani wanamkuta Heli yupo busy anasoma, na Pele alisema anamsubiri Heli. Pele, uliniambia unamsubiri Heli eti? Pele akasema ndiyo. Heli naye akaanza kusema mara nilisahau, niliona shortcut nikajikuta nimekuja home. Mama akampiga jicho Pele, huyo mtoto huyu, kwa hiyo ulisahau na kusubiri? Kiukweli kabisa nilisahau. Mama akaondoka pale. Unawezaje kusema ulisahau? Nilisahau Pele, ila muda huu nilipofika nilikumbuka nikataka kukurudia. Pele hakuelewa wala hakuendelea kujaji maskini, ila Heli kuna kitu anakitengeneza. Ilipofika jioni akamfuata akamwomba simu yake, kuna mtu ampigie mara moja, yule Timothy rafiki yake. Pele kweli akampa, akaandika namba akapiga pale. Baada ya kusalimiana pale akadai Timothy anataka kumpa hai Pele. Pele kama aligoma hivi, ila akamwambia ni hai tu, wala haitokuumiza popote. Akampa simu pale akamwambia nipe dakika moja, narudi, usikate simu. Angalia Hili alivyokuwa nyoka. Akamfuata mama huku chini, kanuna kama kuna kitu anataka kufunguka hivi. Mama akamuuliza una shida gani? Mama, unajua nikikwambia nitakuwa na msaliti rafiki yangu na tulikubaliana sitomsaliti. Ni salama binti yangu, wewe niambie shida nini? Unakumbuka ile siku umemkuta Pele nje na kijana, nikasema nilisahau kumrudia? Kiukweli mimi sikutoka nyumbani wala sikwenda popote pale, ila aliomba anakwenda kuonana na boyfriend wake. Mama, hilo likawa gumu kumeza. Unasema binti yangu ana boyfriend? Ndiyo mama, na wanaongea kila siku, na hata muda huu wapo wanaongea. Sasa hivi wanaongea? Ngoja nisubiri hapa dakika moja. Mama akazipanda ngazi kwa hasira. Heli anajifanya kama elewi, ila ndo kasuka mpango mzima. Lakini kwa nini afanye ubaya hadi kwa rafiki yake kipenzi jamani? Mama akafika kajaa sumu kinoma. Unaongea na nani usiku wote huu? Akaikwapua simu pale, kama ukapiga tena hii namba nitakutafuta na nitafanya kitu kibaya juu yako. Akamrudia Pele, badala ya kukaa na kusoma upo bize kuongea na wanaume kwenye simu. Mama, lakini nini? Ni Heli. Funga, unataka kujitetea na nini hapa? Nisikilize, nimefanya kwa kadiri ya uwezo wangu kuwalea. Kama ukipata mimba ni sawa, lakini utahama hapa nyumbani ukatafute sehemu ya kuishi na huyo mjinga mwenzio. Mama akaondoka kule chumbani. Heli naye ndo anajifanya kuingia muda huo. Pele akamuuliza umefanya nini sasa? Na umeridhika baada ya kufanya ulichofanya? Nimefanya nini kwani? Acha kujifanya kama uelewi na hujui kinachoendelea. Wewe si ndio umenipa simu niongee na huyo Timothy na ukaenda kumuita mama yangu? Hapana, sijafanya hivyo. Yaani mama yangu hajawahi kuingia kwenye hichi chumba mida ya usiku, lakini baada ya wewe kunipa simu ukarudi chini kumwambia, ndipo hapo alipoingia. Unajua nini? Hata ile siku ukusahau kitabu, ulifanya vile mama nikute na huyu kijana, unaidai ni rafiki yako. Na kingine, hata ile siku ya testi haikudondoka kwa bahati mbaya tu, bali wewe ndiye uliyemwonyesha mama ili nionekane mwongo. Muda huo Heli anajitetea tu, hajui lolote lile. Hata Pele akaanza kuona ndugu yake alikuwa sahihi juu ya Heli. Huyo msichana ni kichaa, akamwahidi tu atahakikisha anatoka humo ndani, naye akaondoka pale. Kwani Heli anajali hilo? Basi anaaminika na wazazi kinoma na wanampenda so poa, alafu kama kachawi vile. Akatoka kaenda kaa sitting room. Aliposikia mama anakuja akajilaza kwenye kochi, tena akajikunja. Mama akamuuliza, Heli, kwa nini unalala hapa? Nenda chumbani ulale. Akadai eti Pele kamfukuza chumbani kwake baada ya kutoboa siri yake, na eti anastahili hayo, hakutakiwa kuvunja siri ya rafiki yake. Yaani anajifanya mwema kweli, lakini ndo kachawi kenyewe. Mama akamchukua mpaka chumbani akaanza kumfokea Pele pale. Pele naye akawa anayapokea hayo yote, lakini kashajua Heli si mtu mzuri hapo nyumbani. Siku nyingine tena wazazi wapo wanamuonya Pele kuhusu kuanza kuwa na mahusiano katika umri mdogo.
kidogo, lakini Pele anadai hajaanza hayo mambo. Mara ghafla simu ikaita. Mama akaichukua chini ya mto pale, na hii simu si aliificha chumbani kwake. Akawa anashangaa imefikaje huku. Pele hata hajui cha kujibu maskini, maana hilo janga jingine tayari. Anasema hajaichukua simu na hajui imefikaje hapo. Mama anamuona mwanae kama kaongo vile, kama ukwenda kuichukua imefikaje chumbani kwako? Akasema itakuwa ni heli tu kaiweka. Mama akataka kumpiga, ila mzee akaingilia pale akamtetea kidogo. Mama akaondoka pale, akabaki na baba. Baba, niamini sijafanya yote hayo. Nyamaza Pel, wewe ni mdogo sana kujichanganya kwenye mambo ya mahusiano sasa hivi. Huyo Timothy atakuchezea tu na baadaye kukuacha. Fungua ubongo wako ufikirie. Maskini Pel, hata huyo Timothy mwenyewe hamjui vizuri, ndo kashakuwa boyfriend wake eti. Leo mama akiwa na drive akapokea simu ya principal, na katika maongezi yao inaonekana kama kuna kesi kubwa sana inayomkabili mmoja wa mabinti zake. Akasema yupo barabarani anakuja huko shuleni. Akaikata simu pale, barabara nzima akawa anaongea mwenyewe. Yaani inawezekanaje hayo? Wakawa wapo nyumbani, mama anamuuliza Anita kaanza lini kuvuta bangi, na kama havuti huwa anawauzia kina nani. Anita anasema hajui zimefikaje kwenye begi lake, na hata hajui bangi zina rangi gani. Kama hujui, hizo heli alizozifuma kwenye begi lako zilifuata nini? Akasema heli ni muongo, itakuwa aliziweka yeye. Wakaingia Pel na Jesse pale, wanasema wanaamini Anita hajahusika kwa lolote lile. Yote hayo ni heli. Tangu afike hapo nyumbani amekuwa akiwagombanisha na amani hakuna kabisa. Najua mtamsema vibaya kwa kuwa anafungua makosa yenu, lakini nataka muige mfano kama yeye. Hamuoni yeye alivyokuwa na adabu? Wanamuelewesha mama, lakini mama haelewi kabisa, anaona tu mabinti zake ni wakosefu. Akawatimua kila mmoja aende chumbani kwake wamuondolee kelele hapo. Mzee bado aamini, ujue bangi. Huyu mtoto anawezaje kuvuta bangi jamani? Mida ya usiku mwingi mama alikuwa yupo bize na Heli, akimpa sifa zake, ni mtoto mzuri, mchapakazi, mwadilifu na nini. Anatamani angekuwa binti yake, au anatamani mabinti zake wangekuwa kama yeye, maana mabinti zake kwa sasa hivi wameharibikiwa. Mmoja muongo, wa pili anahangaika na wanaume, watatu kashaanza mambo ya bangi. Mama angejua tu akanikanafiki hapo nyumbani kwake, na ndo kanoko sababisha matatizo yote, wala asingemsifia. Upande wa chumbani yupo Pel, Anita na Jesse. Wanakabembeleza ka Anita tu, maana wanajua hajahusika kwa lolote. Wenyewe si tayari walishakutana na timbwili la Heli, hivyo wanamjua vizuri. Wakapanga wamtege Heli, akianza kuongea ujinga wake, basi wao wawe pembeni wanamrekodi, kisha wamwonyeshe mama. Kweli bana, Anita akatoka akamfuata Heli, akamuuliza kwa nini alimfanyia vile. Akamuuliza, nimekufanyia nini kwani? Usifanye kama ujui. Zile bangi si wewe uliyeweka kwenye begi langu? Heli akamwambia, sijui hata unachosema, na kama una mawazo mengi sana unaweza kuongea na mimi. Jisikie huru kuongea na mimi ni kama ndugu yako tu. Hapo wakawa wamemkosa bwana, sijui aliwasikia wakati wanapanga hayo. Wakashuka chini na simu yao, vichwa vinawauma, kila kona umezidiwa na Heli. Usiku kama kawaida, kuna kitu anataka kuunda, kajitega kwenye ngazi hapo analia. Mama akamkuta pale, akamuuliza, nini kimekupata? Mama, nikikwambia utoniamini. Hapana, we niambie tu binti yangu, na kusikiliza kwa lolote lile, na kuahidi nitakuamini. Akaanza kusema ni kuhusu mzee mwenye nyumba. Mama akashangaa, mume wake kafanya nini kwani? Anasema usiku uliopita mzee alimbaka na alimuita kwenye chumba cha wageni. Kitu cha mwisho alichokiona ni mlango wa kibamizwa kwa kasi, na baada ya hapo mzee akaanza shughuli. Mama akamkumbatia kwa machungu kama anamuelewa anachosema vile. Asubuhi akamfuata na mzee, kuna kitu anataka kumwambia, lakini akawa anasema anahisi alitokuwa ni jambo zuri. Mzee akamwambia, wewe sema tu, nini kimekupata? Anadai kamsikia mama akiongea na simu, na alikuwa anaongea na mwanaume mwingine. Yaani kwa kifupi, mama anamsaliti na ana mwanaume mwingine ambaye huwa wanaongea, na kwa mara ya mwisho wamepanga kumchukulia kila kitu mzee. Ila naomba mama asijue kama nimekwambia, please. Mzee akamnyanyua, yaani mke wangu ananisaliti. Muda wa kula wazee wamekunja nyuso so poa, hawataki kuamini kinachoendelea. Kwanza mzee akashindwa kuendelea kula pale, akasepa. Peli naye akaamua kuondoka. Hii nyumba hapo mwanzo ilikuwa na furahi sio kifani, lakini baada ya huyu Heli kuingia, nyumba imeingia dosari na kumekuwa na mvurugano kwa kila kona. Heli akamfuata Pel. Wazazi wangu wanagombana na wana ugomvi mkubwa sana, nina uhakika unahusika kwa hili. Ni kweli inahusika, lakini bado sijamaliza mpaka nitakapohakikisha naivuruga kabisa familia yenu. Lakini kwa nini fanye hivyo? Tulikuwa wema kwako, hata wazazi wangu walikuwa wema. Akamwambia, kama unataka kwenda kuwaambia, we nenda tu, lakini hakuna anayekuamini, hata mama yako pia hakuamini. Oh, kweli hatumwamini eh? Mama na baba wakaingia pale na wamesikia kila kitu. Mmesikia kila kitu? Ndio, tumesikia vizuri kila kitu, lakini niliona uliona tuna ugomvi sio? Wewe ni mtoto mdogo sana na mwenye mawazo madogo, kwa hiyo kwa kitu kama kile ukahisi tutagombana yani eh? Kumbe kitambo tu mzee alishaanza kumshtukia Heli na akamwambia mke wake huenda ikawa mabinti zao hapo salama na hawana ubaya wowote ule. Mbona kwa kipindi chote tangu wanakuwa hawakuwa na shida, ila alipokuja Heli kila kitu kilibadilika na amani ilitoweka. Baada ya kulijua hilo ndipo walipoanza kumfuatilia taratibu, na ile siku aliposema kabako na mzee, mama alikwenda
kwenda kumuuliza mumewe, na muda mchache baadaye akasema mama anamchiti mzee. Ndipo akajifanya kama amani imetoweka kabisa hapo nyumbani ili iwe rahisi kumnasa mtegoni, na kweli Heli kanasa. Wakawa wanamuuliza tu kwa nini afanye hayo yote. Walimchukua mtaani wakamfanya kama mtoto wao. Kwa kipindi chote hicho kipo alichokosea? Anauliza kwa nini? Yaani hata ningerudi nyuma ya wakati nisingerekebisha niliyoyafanya, badala yake ningefanya vizuri zaidi kwa vuruga. Unajua ni kwa nini nafanya hayo yote? Kwa ajili ya huyu mzee Agnes Obasi. Unamkumbuka Hapo mzee sura ikamshuka. Nini kinaendelea? Bado sielewi. Usijali, nitakuelekeza hayo yote. Najua hawezi kukueleza. Akaanza kufunguka pale miaka kadhaa nyuma. Huyu mzee alimtelekeza mama yake baada ya kugundua ni mjamzito juu yake. Mama yake aliteseka sana kwa kipindi kirefu kumlea yeye peke yake mpaka hapo alipofikia. Na siku moja mama yake alipokuja kumchukua shuleni, alimuona huyu mzee, naye alikuwa kaja kuwachukua mabinti zake. Hiyo ndo siku pekee alimuona mama yake akiwa na machungu kwenye maisha yake. Na siku mbili baadaye mama yake alifariki, na akatoa ahadi lazima atakuja kuivuruga hii familia. Ndipo hapo alipoanza urafiki na Pearl, na siku moja akajitega barabarani. Huyu mama akamuona na kumkaribisha nyumbani kama mtoto wao. Kwa hiyo kumbe ukuwa unaishi mtaani. Yaani kweli sikuwa nalala wala sikuwa naishi mtaani. Wa ule usiku ilikuwa ni plani. Hata hivyo bado sijamalizana na nyinyi. Kisha akaondoka pale. Historia ilimpiga kila mtu usoni, hata kwa kina Jesse, Anita na Pearl. Hii story iliwaumiza na wakawa wanajisemea peke yao, hata ingekuwa ni wao wangefanya hivyo hivyo kama alivyofanya Heli. Wazazi wakawa wanawasikia pale. Mzee kwanza akaja kuomba mabinti zake msamaha, na akasema yeye ni binadamu, kuna wakati aliteleza. Pia akamtafuta Heli anapoishi, akaja kumwomba radhi na yupo tayari kuishi naye na kumlea kwa lolote lile. Anaomba samani. We mzee, samani yako itasaidia nini sasa hivi eti? Yaani hata baada ya kupata pesa hukurudi kuitafuta familia yako ya mwanzo, na wala hukutaka kufikiria kuhusu hilo, na sasa hivi unaomba samani. Niambie samani yako itamrudisha mama? Heli ana machungu kinoma, akawa anaongea huku analia, tena hataki kumsamehe kabisa baba yake. Huyo mama naye akaingilia kati pale, akawa anamuomba Heli amsamehe baba yake, na yeye yupo tayari kuwa mama yake wa hiari. Heli anasema nyie hamuelewi lolote lile. Mama akasema ni kweli haelewi, lakini hata ingekuwa yeye angefanya kama alivyofanya yeye. Lakini kwa wakati huu wanaomba msamaha wote kwa pamoja, na anaomba nafasi ya yeye kuwa mama yake. Heli akamwambia, wewe ni mtu mzuri sana na ulinilea vema, sikustahili kufanya yale niliyokufanyia, lakini kisasi kilinifanya nifanye hivyo. Heli naye akaomba huyu mama amsamehe. Ni kweli huyu mama ana roho mbaya, ana roho nyeupe kabisa. Kweli bana, wakasameheana pale, wakaamua kuyaacha iliyopita yabaki kama story tu. Siku chache baadaye familia imerudi tena kwenye upendo wa mwanzo, tena akiwa kaongezeka Heli. Ila aliwachezesha sebeni humo ndani so poa. Nyewe wazee mwege makini sana na watoto mnaowatelekeza mtaani, yatakuja kuwakuta siku moja. Bana, hii recap ya Beneath the Surface inaishia hapo, ila na imani umejifunza mengi, na mimi naifunga kurasa kuanzia hapo. Niandikie maoni yako, umeonaje huu nyama? Bana, naomba nikusanue kitu mara moja. Katika hizi movies unaona furniture za kuvutia, ikiwemo upande wa pazia. Nataka nikwambie hayo yote yanawezekana nyumbani au katika ofisi yako. Pata pazia za kisasa kabisa zinazokwenda na muonekano wa nyumba yako. Lakini kuna bomba za aluminium na bomba za reli, zote hizi zitafungwa kwa mfumo wa kisasa kabisa. Bila kusahau zipo pazia maalumu kwa ajili ya ofisi. Wanapatikana Kariakoo, Agrey na Sikukuu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0741005758 au tembelea kurasa zao za Instagram @Pazia Empire Kariakoo. Hii ni Mswahili TV na mimi ni Clay Mswahili. Mashabiki tuko tayari. Swahili TV, sehemu yetu ya furaha. Asante Clay kwa kazi yako ya ajabu. Clay Swahili.